Ndugu zangu, leo tutazama namna mtu mkuu anavyokuwa, au tutatazama mtu mkuu anafanya nini, namna gani mtu mkuu anavyotengenezwa, au mtu mkuu, mtazamo sahihi wa mtu mkuu, mtu mwenye matokeo kwa kizazi chake anatazama vipi mambo. Tunasema kwanza kabisa, mtu mkuu ni mtu ambaye anatazama zaidi kile anachokiamini hata kama wengine wote wanaona haiwezekani. Yaani mtu mkuu, akati wengine wote wanatazama milango kama imefungwa, yeye ni mradi tu ni kusudi lake, anatazama mlango kama uko wazi. Akati wengine wote hawaamini kile anachokifanya, yeye anaanza, alafu wengine wanamkuta njiani akiwa anakifanya kile anachokiamini. Huyo ndio mtu mkuu. Mtu mkuu kwa nature yake anaishi hivyo. Mfano wa mtu mkuu ni Danieli au na timu yake yote na wenzake wale. Utagundua walikuwa watu wakuu. Katikati wengine wote wanaamini unatakiwa sujudu sanamu ya Nebukadneza. Yeye alikuwa haamini hivyo, na wakamwambia mfalme, usipate shida, sisi Mungu tunayemwamini akitutoa sawa, hata asipotoa sawa. Ukisoma Danieli 3:1-25 utaona namna jinsi mtu mkuu anavyoishi. Mtu mkuu kwake yeye anatazama mambo katika jicho tofauti. Mtu mkuu, akati wanadamu wote wanatazama kwa kufuata mkumbo, yeye afuatagi mkumbo. Mtu mkuu, kitu ambacho wengine wanaona hakiwezekani, ili mradi tu anaamini na uhakika nacho kwamba ni kusudi lake, huwa anatembea nacho. Mtu mkuu ni kazi sana kumtoa kwenye reli kama tu anachokifanya ni kitu sahihi. Watu wengi tumeshindwa kuwa wakuu kwa sababu tumekuwa multiple people, watu ambao tunaweza tukaondoka kwenye mstari sababu tu ya mambo madogo, au let's say wala marafiki zako, kwa sababu wanaweza wakakutenga. Unaweza ukaharibu uhusiano wako na Mungu kwa sababu ya marafiki zako. Kwa mfano wa binti, unakuta binti labda yuko chuo, marafiki zake wote wanaenda club, na yeye ni player and worship mzuri kabisa, ila kuogopa kutengwa anasema ataenda club, ataenda kunywa soda. My sister, kama bado unaangalia watu katika kutimiza kusudi lako au katika kuendesha maisha yako, basi kuwa mkuu sahau. Kuna mwanaume anaitwa Danieli, kuna Shadraka, Meshaki na Abednego wanasema hapana, na kweli waliingia kwenye tanuru la moto na walitoka wazima. Mfalme baadaye akauliza, tulitupa watatu, wanne ametoka wapi? Malaika wa Mungu, Kristo mwenyewe alishuka kuwasaidia, moto ukuonekana na kitu. Waliowatupa motoni walikufa, ila waliotupwa motoni walipona. Sio, unaelewa concept nini? Mtu mkuu anatazama zaidi, anasimamia vipi. Danieli, wakati wengine wote wanafuata kanuni zile, yeye akakataa, akasema mimi hapana, akaingizwa kwenye tundu la simba, akatoka salama. Kwa nini? Kwa sababu mpaka Danieli Biblia inamhesabu kama miongoni mwa watu wenye hekima kwa kizazi chake, miongoni mwa watu waliokubali kuwa na hekima kwa kizazi chake. Sio bahati mbaya, mtu mkuu lazima awe mtu wa hekima. Mtu mkuu awe bahati mbaya, mtu mkuu ni jitu la hekima sana. Sasa nini kinachotokea? Watu wengi tumeshindwa kuwa watu wakuu kwa sababu tunategemea jamii nyingine tufanyie mambo. My brother, you are so late. Utachelewa sana katika kufikia hatima yako. Lazima uamue kwa miguu miwili kuwa mtu, kuwa jitu la mbinguni. Lazima uamue kuliishi kusudi lako. Ni kweli wengine wote waoni, swala ni msingi kama unataka kuwa mkuu. Akati wengine wote hawaamini unachokifanya, mtazame Mungu anaona nini. Watu wanasema uwezi kutoboa kwa kuuza, labda kuna mtu unaamini wewe ni muuza magari, at the same time
una hata hela ya kuanzia mtaji hata wa kuuza baiskeli. Lakini katika uwezo huo mtu mkuu anatengenezwa tu katika uwezo ule ule alionao, anatembea nao. Pointi ya pili, mtu mkuu ni adui wa dhambi. Yaani mtu mkuu hafanyi mambo kwa sababu yametokea, anafanya mambo kwa sababu ya ndoto. Yusufu ni mfano thabiti wa mtu mkuu. Yusufu ni miongoni mwa watu wakuu, na kweli nimekutajia Danieli alikuwa mkuu wa wilaya, mtu mkubwa sana. Yusufu alikuwa waziri mkuu, ni mtu mkuu. Yusufu alikuwa na access zote, alikuwa juu ya nyumba. Kama houseboy basi ndo alikuwa yule houseboy ambaye ndio kiongozi, houseboy kiongozi, mfanyakazi kiongozi wa ndani wa nyumba ya kifalme, HQ kabisa yupo. Alikuwa na access ya kila kitu, ametakwa na mama wa mwenye nyumba, ametakwa na mke wa bosi. Access ya kununuliwa mpaka magari ni kuwepo, pengine access ya kufanywa maisha aishi deni duniani inawezekana alikuwa ipo. Access kwa sababu Yusufu, kwa sababu ya ndoto aliyoota. Kumbuka Yusufu aliota ndoto ya ukuu kabla hajawa mkuu. Kwa sababu ya ndoto aliyoota alijibu nini? Alisema hivi, nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Sio nifanyeje ubaya huu nimkose Farao. Nifanyeje ubaya huu nimkose Mungu? Swali, mimi na wewe kijana tungeweza kufanya kama Yusufu alichokifanya, kwamba katikati access ya kila namna mke wa bosi amekutaka, tungeweza kutoboa na mtego ule, au tungesema tutatubu? Ingekuwa vijana wa leo angesema napiga nitatubu bana, si ndo wengi nakutembea na chaki hiyo. Lakini ukweli Yusufu alisema hivi, nifanyeje nimkose Mungu? Kuaminiwa na Mungu ni lazima ukubali kulipa gharama ya kutengenezwa kuwa mkuu. Yusufu alilipa gharama ya kutengenezwa kuwa mkuu. Ndoto yake haikufifia hata siku moja. Tunaona alijua kutatua tatizo ili apate anachokitaka. Kwa ukitazama mtu mkuu anavyoichukulia dhambi ni tofauti na mtu mwingine yeyote. Mtu mkuu dhambi haichukulii kitu kama cha kawaida. Mungu akitaka kufanya kuwa mkuu pia anashughulika na hofu. Mtu mkuu anaanza pale pale alipo, anasonga mbele. Mungu alipotaka kumfanya Musa kuwa mkuu alishughulika na afya yake. Musa alikuwa na maswali mengi, lakini Mungu alishughulika naye. Paka Mungu alipotaka kumfanya Yoshua, ndo kabisa anamwambia Yoshua, be strong and be courageous, I will be with you like I will be with Moses. Nitakuwa, anamwambia uwe hodari na moyo ushujaa mwingi, nitakuwa na wewe kama nilivyokuwa na Musa. Na kweli Yoshua, kwa sababu alifuata kanuni ile ile, alikuwa mtu mkuu. Mtu mkuu anaacha alama katika kizazi chake na anarithisha ukuu wake kutoka kizazi kimoja kwenda kingine. Yaani ukiona jambo unaolifanya wewe, ikitokea umedondoka leo, taasisi uliyokuwa unaifanyia kazi hamna mlisi, hamna namna inaweza ikaexist tena, wewe ukuwa mkuu katika kizazi chako. Ulikuwa mtu mwenye matokeo, lakini sio mtu mkuu katika kizazi chako. Mtu mkuu katika kizazi chake ni lazima atengeneze watu wengine. Na nataka nikuonyeshe, mtu mkuu anayeitwa Elia alimtengeneza Elisha. Mtu mkuu anayeitwa Musa alimtengeneza Yoshua. Mtu mkuu ambaye tunamfahamu kama Paulo alitengeneza. Kila mtu mkuu alitengeneza watu. Daudi, sababu ya kuwa mtu mkuu, alimtengeneza Suleimani kuwa mfalme. Mtu mkuu, iko possibility kubwa anayekufuata kufanya makubwa kuliko wewe,
kwa sababu ya mtu mkuu, lakini katika kila kitu atalifaa kuhusu wewe. Kwa ninafikiri zaidi tunavyowaza kuhusu ukuu, lazima tujue namna gani tunaenda katika ukuu wetu. Watu wakuu lazima watengeneze matokeo ya kizazi chao. Watu wakuu hawachukulii mambo kawaida. Nimekutajia vitu vingi hapa. Nimekutajia mtu mkuu anasimamia anachokiamini 100%. Nimekuambia mtu mkuu namna anavyoichukulia dhambi sio kama anavyoichukulia sisi. Mtu mkuu, Mungu akitaka kumtengeneza mtu mkuu, anahakikisha cha kwanza anaondoa hofu juu ya mtu mkuu. Cha nne, mtu mkuu anaacha urisi au analisisha watu, anaacha ufuasi. Ufuasi kwa mtu mkuu ni kanuni kama kanuni zingine. Kwa ukitazama ukuu wa mtu, mtazame katika watu waliowaacha.